Mambo vipi? Ni Alhamisi tarehe 8 mwezi Mei mwaka 2025. Ni rasmi hivi sasa fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu huu wa mwaka 2024-2025 itakuwa kati ya vigogo wa Italia Inter na mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Ufaransa Paris Saint-Germain. PSG hiyo jana ilibandua Arsenal kufuatia ushindi wa 2-1 katika marudio ya nusu fainali mkondo wa pili katika uwanja wa Parc des Princes, kumaanisha kwamba walipata ushindi wa jumla mabao 3-1. Kwa upande wao Inter kwenye mechi ya kukata na shoka marudio ya nusu fainali walibandua Barcelona, viongozi wa ligi kuu ya soka nchini Hispania, baada ya kuitandika kwenye muda wa ziada 4-3 kuchukua ushindi wa jumla mabao 7-6. Fainali itachezwa Jumamosi tarehe 31 mwezi huu wa Mei katika jiji la Munich nchini Ujerumani, uwanja wa Allianz Arena. Hii leo ni zamu ya ligi ya Europa marudio ya nusu fainali. Manchester United ambayo inapigia upato kuingia fainali na kunyakua taji hilo msimu huu itakuwa nyumbani Old Trafford kuialika Athletic Club. Red Devils wanashikilia uongozi wa 3-0 kufuatia ushindi wa mechi ya mkondo wa kwanza wiki iliyopita katika uwanja wa San Mamesa, na itakuwa muhali sana kwa Bilbao kubadilisha matokeo, hasa ikizingatiwa kwamba Red Devils wamekuwa moto wa kuotea mbali katika ligi ya Europa msimu huu, na vilevile wanakosa wachezaji wao wawili muhimu, kaka wa Uhispania na pia taifa la Ghana, Iñaki Williams na Nico Williams hawakusafiri na kikosi wakiwa wanauguza jeraha upande wa Athletic Bilbao. Upande mwingine, klabu ya Bodo Glimt itakuwa nyumbani Norway kualika wawakilishi wa Uingereza Spurs. Kumbuka Tottenham inashikilia uongozi wa 3-1. Spurs pia wanapigia upato kufuzu fainali ambao itachezwa katika uwanja wa San Mamesa Bilbao mwezi huu wa Mei. Na katika ligi ya Europa Conference, Chelsea ambayo inapigiwa upato kufika fainali na kunyakua taji hilo msimu huu itakuwa nyumbani dhidi ya Djurgården kutoka taifa la Uswidi. The Blues wanashikilia uongozi wa 4-1 kufuatia ushindi wa nusu fainali mkondo wa kwanza. Mechi nyingine itazikutanisha timu ya Real Betis ya Uhispania pamoja na Fiorentina. Fiorentina ya Italia itakuwa nyumbani huku Betis ikiwa inashikilia uongozi wa 2-1. Kwenye fununu za uhamisho wa wachezaji wa soka barani Ulaya hii leo, Arsenal inapanga kusajili washambulizi wawili, mshambulizi wa kutegemewa na mshambulizi msaidizi msimu unaokuja. Miongoni mwa wasaidizi ambao wanawamezia mate ni mshambulizi wa klabu ya Ipswich Town Liam Delap, miaka 22, ambaye huenda akaondoka Tractor Boys kwa takriban pauni milioni 30. Aidha, wanabunduki wamemuulizia mshambuliaji wa timu ya taifa ya Ghana yani Black Stars Mohamed Kudus, miaka 24, kutoka Wananyundo West Ham United. Arsenal inaendeleza mazungumzo ili kumkabidhi mkataba mpya mlinzi wa Ufaransa William Saliba aliye na umri wa miaka 24. Saliba ambaye amekuwa kimeziwa mate na vigogo wa Uhispania Real Madrid amesalia na miaka 2 tu kwenye mkataba wake hivi sasa ambao unakamilika mwaka 2027. Mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini England Liverpool wako tayari kumwachilia fullbeki wa Ugiriki Kostas Tsimikas miaka 28 kuondoka Anfield mwisho msimu huu. Arsenal, Manchester United na Chelsea wanamngangania mshambuliaji wa Jamhuri ya Czech Patrick Schick miaka 29 anayechezea mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Ujerumani Bayer Leverkusen. Klabu ya Al Hilal nchini Saudia inajaribu kumshawishi kocha wa mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Italia Inter Simone Inzaghi ajiunge nao msimu ujao ili kuwa mkufunzi wa timu hiyo. Mwingine ambaye pia wanajaribu kufanya majadiliano naye ni kocha wa klabu ya Fulham nchini England Marco Silva. Manchester United imeonyesha nia kutaka kumsajili mshambuliaji wa Italia Moise Kean aliye na umri wa miaka 25 ambaye anachezea klabu ya Fiorentina nchini Italia. Newcastle United ni miongoni mwa timu ambazo zimeingia kinyang'anyironi ikiwa na lengo la kumsajili mlinzi wa Ujerumani Jonathan Tah miaka 29 kutoka Bayer Leverkusen. Klabu ya Wolverhampton Wanderers inammezea mate kiungo wa Uingereza Harvey Elliott miaka 22 ambaye hajapata nafasi sana kwenye kikosi cha kwanza cha Arne Slot katika klabu ya Liverpool. Winga wa Italia Federico Chiesa aliye na miaka 27 anatarajiwa kurejea nchini kwao Italia msimu ujao
baada ya kutoridhisha katika uchezaji wake na klabu ya Liverpool. Kuna uwezekano mkubwa huenda mshambuliaji wa Ujerumani Florian Wirtz miaka 22 akatupilia mbali maombi kutoka Man City na Real Madrid ili kujiunga na vigogo wa Ujerumani Bayern Munich msimu ujao. Klabu ya RB Leipzig nchini Ujerumani iko tayari kumwachilia mshambuliaji wa Slovenia Benjamin Sesko miaka 21 iwapo timu yoyote inayomtaka itafanikiwa kulipa takriban pauni milioni 68. Ni mchezaji ambaye amekuwa akimeziwa mate na vilabu kadhaa nchini England ikiwemo Arsenal na Chelsea. Kocha wa Manchester United Ruben Amorim amesema kwamba hawako tayari kwa vyovyote vile kumwachilia nahodha wao Bruno Fernandes aliye na miaka 30 na watapigana jino na ukucha kuhakikisha kwamba Fernandes anasalia Old Trafford msimu unaokuja. Bruno inasemekana kwamba alikataa kuchukua ofa kadhaa za hela nyingi msimu uliopita hasa kutoka katika ligi kuu ya soka nchini Saudia. Na hatimaye, ingawa maamuzi ya kesi 115 zinazokabili klabu ya Manchester City yanatarajiwa kutolewa msimu ujao, Citizens huenda wakarejea sokoni mwisho wa msimu huu kutumia hela kusajili wachezaji wapya kuzidisha nguvu kikosi chao kwa msimu ujao. Manchester City mwezi Januari pekee walitumia takriban pauni milioni 250 kusajili wachezaji wapya. Mwisho wa makala leo.